kunyoa nywele zake wala kupunguza wala kukata kucha. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui, kuanzia leo kama umenuia kwamba mimi nitachinja ng'ombe anatakiwa mpaka watu 7. Yaani watu 7 hapo msikitini mkachangiana mkanunua ng'ombe, inafaa. Mbuzi mtu mmoja, kondoo mtu mmoja, na sharti usije ukanunua chongo, yaani mnyama ambaye ana kasoro yoyote. Nunua mnyama ambaye amekamilika sifa zake zile za unyama. Tuko pamoja? Kwa ndugu zangu wa imani, mwezi 10 ndio mwezi wa kuchinja. Mtume anasema man takarraba kurbana fihi, yoyote atakaye kurudisha kichinjo siku hiyo. Mbuzi si shilingi 90 tu wapata vigwaza kule wapata 90 tu, una unayo, toa kafara. Ili mwenzetu alitaka kumchinja mwanaye, yaani kamwelekeza kibla, kisu kile tu Mungu alikiamrisha kisikate. Sawa. Kwa ndugu zangu katika imani, wewe umeambiwa kondoo, umeambiwa mbuzi, umepewa fursa ya ng'ombe, ukachanga kila kimoja, watu 7 mna 700,000 mshaangusha ng'ombe. Kwa mtakaraba kurbana fihi, atakaye chinja siku hiyo, atakaye kurudisha kichinja siku hiyo, anasema kabi awwali qatratin min dami, mwanzo wa ile damu ambayo kwamba ile kichinja na kichinja. Kiswahili kimeleka, si umemwelekeza kibla mnyama vile, ukimtia kisu ile damu ya kwanza ndio inazungumziwa hapa na Mtume. Ile damu ya kwanza kisu kikianza kupita, asema fabi awwali qatratin min dami, anasema damu hilo ghafara Allahu lahu dhunubahu, Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake mtu huyo, wa dhunuba iyali, na madhambi ya familia yake. Tumsaleni Mtume Muhammad. Jamani, Adamu si ndio kapewa fidia ile siku? Adamu si ndio kapewa msamaha na Mungu kumchinja mwanaye? Lakini huyu mtoto si ndio kapewa afwa ya kutokuchinjwa? Hajari kule nyumbani si ndio alitoa kafara mwanaye kachinjwe? Si Ibilisi alifanya ile kazi kuwashawishi? Hakuna siku ambayo Ibilisi anawazungukia Waislamu, kuweni makini sana, mishtua. Hakuna siku ambayo Ibilisi anafanya kazi kuwashawishi watu wasichinje, wasifanye matendo yaliyokuwa mazuri tangia anaumbwa mpaka kiyama, kuliko siku ya huu mwezi 10. Si imechukua hii nukta. Kwa hiyo lazima uwe makini aende kueleza nini, kwa sababu Ibilisi alizunguka sana. Shetani sinapewa na jicho moja, jicho lake la kulia limetoboka, sababu asili ya kutobolewa jicho lake ni Ismaili alivyokota vile, akampiga Ibilisi manuunu katika jicho lake la kulia, akawachongo katika jicho lake la kushoto, ndio anaonea Ibilisi manuunu. Tumsaleni Mtume Muhammad. Sasa hamna siku ambayo jamaa atafanyia kazi kama hii siku, lazima tuwe makini sana. Kwa hiyo Mungu atamsamehe. Waman at'ama fihi mu'minan, yule ambaye atampa chakula siku hiyo muumini, mwezi 10, muumini mmoja, nakara hiyo, wa kike wa kiume, bora ni muumini mmoja, mkubwa mdogo, bora ni muumini mmoja. Mu'minan ni ismu nakara. Au tasadaka mtihi bi sadaqatin, wewe ukija kwenye Idi utakuja na 200 tena iliyokataliwa dukani, si ndivyo? Ukiangalia sadaka za msikiti ni zile 100 zile msikitini, 100 200 zilizokataliwa dukani ndio waleta msikitini, wamletee imamu, si bang. Kwa hiyo au ambaye atakayetoa sadaka siku hiyo, beba noti, fedha halali ya Kitanzania imeandikwa pale kwa malipo taslim, fedha halali shilingi 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, zote hizi hazijaandikwa fedha halali, sababu hazifai kuzitumia. Sija kwambia usilete, kama una uwezo wa 100 lete. Ndio sadaka hiyo imeletwa, ni ismu nakara. Sadaka yoyote sawa, man tasaddaqa fihi, atakayetoa sadaka siku hii, na sadaka ba'athahu Allah ta'ala yawm al-qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu athqala min jabal Uhud. Mtu huyo Mwenyezi Mungu atamfufua siku ya kiyama ikiwa na amani, na itakuwa mizani yake ni nzito, mizani ya matendo. Wa anna al-mizana haqqu, tutakuzika, tutakwambia hayo maneno kwenye kuzika. Mizani ni kweli, itahesabiwa kati ya matendo mazuri na mabaya kweli. Kwa hiyo ili mizani yako iwe nzito, ni kutoa sadaka ndani ya mwezi
10 kama alivyotaka kumtoa sadaka bwana mkubwa Ibrahim, mizani yako itakuwa nzito kuliko mlima wa Uhudi. Hakuna mlima mkubwa zaidi wa Uhudi. Huo mlima ukitiwa kwenye mizani sio mzito kama ukatoa sadaka siku hiyo. Wallahu tabaraka wa taala yakulu wa biqaulihi